Akaniambia, nilikuambia uache hii kazi ukahubiri, umekataa. Na nitahakikiza kile kitu kizuri zote ambao nitamaliza. Sasa sikuwa na take serious sana, but I knew God called me. Na unajua nilipopewa kazi hiyo ya tours, nilikuwa na a lot of money. Sasa nilikuwa mchafu manake nimejiendea haja zote hapo. And after crying ndio hiyo mambo ya whirlwind ikakuja katingisa kila mahali hivi kama kawaida. Mungu aongei kukiwa na locomotions. Kulipotulia nikasikia mkono umekuja uko na nguvu sana, ukaniguza hivi kuanzia hapa kwenda hivi, kuanzia jicho hii kwenda hili lingine. Sasa tutaenda kwao tufanye harusi huko. Na wewe wakuje wasikuje, harusi itaendelea na wazee wa huko. Haya. Yes, ni kitu ilikuwa imepangwa tu kishetani kabisa. Lakini mimi singeona. But my parents could see. Hata baba aliniita. What about the parents from the other side? Haoni kuna shida? My parents waliniita. Unajua sasa huyu alikuwa amewafindi akawaambia vile anapigwa, hawataki anioe sijui kama hizo. Ni harusi inapigwa sana. Hata ile kanisa ambao tunaendanga tuliambiwa wazazi wakikataa msichana na kuanga ni wa kanisa. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching us from. Ino ni tafarira ya Umbililia Show. Na nitaka welcome kwa Umbililia Show. But naona siku ya leo ni kama we are going to air this show in Swahili language or English language. Kwa sababu mgeni wangu ni kama hataelewa my vernacular language. So you are most welcome kwa Umbililia Show. Karibu sana. Nashukuru Mungu kwa wakati huu. Asante Umbililia Show kwa ajili ya kunialika. Kwa majina yangu ninaitwa Apostle Faith Karemi Kibui. Nimezaliwa kule Meru County, lakini sasa hivi ninakaa Nairobi. Mungu alinituma huku Nairobi kwa kusudi la kufanya kazi yake. Kwa hivyo niko na kanisa Umoja 3 Nairobi Kangundo Road, na kanisa linaitwa Jubilee Christian Church International. Na tuko pale tunaendelea hapo. Siku ya leo nimekuja kwa hii show ni kwa sababu niko na story, na hiyo story ni ushuhuda ya vile Mungu aliniokoa na akanifikisha mahali niko saa hizi. Apostle Faith Kibui, karibu sana huku kwa Umbililia Show. Asante. So utatuelezea ulizaliwa wapi? Nilizaliwa Meru County. Umesema. Yes. Masomo uliingia vipi? Niliingia kama kawaida kutoka darasa la kwanza mpaka class 8, na kutoka class 8 nikaenda form 1 nikamaliza form 4 na nikaajiriwa kazi na Kenya Police. Kenya Police. Yes. Okay, usifanye nikuogope, unajua tunapanga karao. Usiogope, saa hii siko huko. Mungu alinitoa huko. Ukaajiriwa na serikali? Na nikawafanyia serikali miaka 16 na miezi 3. Wow. Yeah. Why and how did you resign? Mungu aliniita katika full time ministry. Wakati huo nilikuwa nafanya kazi station ile nilikuwa akiniita ni Mount Elgon. Wow. 2007 wakati kulikuwa na vita nyingi sana. Nilipelekwa huko kutoka Jomo Kenyatta Police Airport. So nikapelekwa kule mlimani kukiwa na vita nyingi sana. Za mtu alikuwa anaitwa Matakoi. Na sikupelekwa kwa njia nzuri, ni kwa sababu ni mkubwa alinionea na akanisukuma huko kimaonevu tu. Manake alikuwa ananitaka na nimemkataa. Unajua kila mahali kazini kuna changamoto. So watu wengine wanakutananga na changamoto kama hizo katika mahali wanafanyia kazi. So yule mkubwa alitaka nikuwe rafiki yake, na mimi nilijua ni mkubwa wangu na pia ameoa, ako na family, na mimi nami ni mwokovu, nimeokoka na ni mtumishi wa Mungu. Sasa kuna mambo singeweza kuyafanya. Yes. Kwa hivyo katika hiyo hali ule mtu akawa na hasira mingi sana na mimi. Wakati operation area kazi ilitokea huko Mount Elgon,
aliona mimi ni mmoja wa kupelekwa huko kwa sababu nimekataa kucomply na kile alikuwa anataka. Alikuwa mkubwa wako. Alikuwa, kwa hivyo angekutuma kwenye anataka. Alikuwa mkubwa sana kwa sababu alikuwa number 2 in the whole airport. Wow. Yes. Memkataa sasa na kurusha huko. Aliniambia enda huko, huyo Mungu wako unasema akusaidie ama ukufie huko. What? Yes. What happened when you went there? Sasa nilipoenda kule, Mungu alikuwa angali ananizungumzia hapa akiniambia niachane na kazi niende nikahubiri. Kwa sababu aliniokoa kwa njia ile aliniokoa nayo, alitaka nifikie watu wake. Yes. Sasa nikawa nasukumana na yeye hapa sana kwa sababu niko na familia, niko na watoto wako shule na wanahitaji masomo na kulipiwa karo ya shule. Kweli. So nikang'ang'ana naye kutoka 204, sitaki kutoka kazi, akanisukuma mpaka 209. Sasa hiyo katika hiyo process kung'ang'ana na Mungu ilibidi sasa nipoteze vitu nyingine nyingi sana. Manake sitaki kutii sauti yake. So nilikuwa na kampuni ya tours ilikuwa inaendelea vizuri sana. Tours and Travel. Ilikuwa inaitwa Divine Connection Tours and Travel. Wow. And it was doing very fine. Lakini kwa sababu ya kutotii Mungu, aliniambia siku moja nitamaliza hii kazi ili unitumikie. Mimi nikaona kama mchezo. Kazi? Hiyo kazi ya tours. Manake ilikuwa inanipea pesa nyingi sana. Sasa siku moja nikienda kupeleka wageni kule kunaitwa Masai Mara. By that time you are employed by the government and also you are doing business of Tours and Travel. I was doing business, hata sio hiyo pekee, hata hizi za exhibitions za kuuza manguo. Wow. Sasa siku moja nikienda kupeleka wageni walikuwa missionaries huko Masai Mara. Gari yangu van ikaharibika, ikakatika chuma na huku chini. So nilikuwa nimeajiri driver ambaye alikuwa ni mechanic na ni driver. Na tuko wawili na tuko na wageni 12. So akaniambia, mdozi wewe ndio utaingia hapa chini ushike hii chuma nifunge. Nikiwa nimeshika ile chuma, Mungu ndiye aliongea na mimi akaniambia, but I will make you to do my business because you have disobeyed me. I'll make you to do my business. I'll make sure I finish everything that you have. You see that it is doing fine in your life, that you can't hear my voice. Yes. Mimi nikatafuta hiyo sauti inatoka wapi? Sioni, nikaipuuza tu. Na tukamalizana na gari na tukaenda safari tukarudi. Sasa niliporudi nilikuwa Mungu aliniita nabii wa mataifa katika process hiyo ya kunifundisha na stahili kuacha kazi niende kumhudumia. Niliporudi tukamaliza hapo na nikaalikwa mwaliko South Africa kwenda kuhubiri. By then nilikuwa nimetoa pia wimbo unaitwa Yesu Atarudi. Wow. Sasa hii wimbo ilinipeleka sehemu nyingi sana. Iko YouTube? Sijaiweka YouTube, lakini kuna vitu nyingi nimeweka YouTube. Hiyo wimbo nitaiweka baadaye. Okay. Sasa nikaenda South Africa. Kwenda South Africa, kumbe shetani ananitafuta. Anajua huyu ameenda kuhubiri na sababu amekataa kutii Mungu, na mimi naingilia katikati. Nikukate kidogo. Yes. Sasa unaendelea na kazi ya serikali? Hapana, nilitoka nikatoka 2010. Yes. Sasa nikaenda na nikirudi nilikutana na barua ya transfer. Huyo mkubwa Olende alikuwa ameanza kunitongoza na simtaki, na nikamwambia ukweli. Kushuka kwa ndege hivi nikutana na my colleague, wakaniambia imagine Faith tutakumisi sana. Nikawauliza ni kwa nini sijakufa. Wakasema umepigwa transfer. Wale watu wanaenda operation area, mahali uko vita ni nyingi sana. Wewe uko mmoja wao, tulikuwa watu 800. Polisi mzima Oroba. Yes. Na wanawake wachache sana. Na kulingana na polisi wakati huo, wanawake walikuwa wapelekwi operation area. Ukiona umepelekwa huko, either umeharibu kazi ama umeonewa. So mimi nikawa mmoja wa kuonewa juu nimekataa kucomply na kile mkubwa anataka. Mkubwa mwenyewe siwezi mtaja jina. Juu watu wanaweza kuwa wanamjua. Vizuri.
So mimi nikakaa nikaomba Mungu, nikamuuliza nini sasa. Akaniambia nilikuambia uache hii kazi ukahubiri, umekataa. Na nitahakikiza kile kitu kizuri zote ambao nitamaliza. Sasa sikuwa na take serious sana, but I knew God called me. Na unajua nilipopewa kazi hiyo ya tours, nilikuwa na a lot of money. Nilikuwa mpaka na magari. Sasa ulikuwa hata nikiacha kazi alafu nitaishi tu. Kazi ya polisi ni ngumu sana kutaka kuiacha. Sababu uko na mamlaka mengi. Yani hata ukisimama mahali unakomandi watu wanakusikiza. Unasikia vizuri. So inakuwa ni ngumu sana kutaka kuiacha. But sasa Mungu akaona atadeal na hii business kwanza. Akamaliza hiyo ya manguo. Alafu hii ya tours maana ilikuwa imeshika sana, ikawa iwezi ikamalizika. Sasa mpango ilikuwa ni kwamba niende huko kwa vita miaka 3 iishe kama siko. Wacha. Sasa how you manage, so lazima itaharibika. Nikakuja nikapewa barua, nikasikia niache kazi. Hapana, watu wananiadvise hivi, wengine hivi. Wananiambia after law of faith, hata sijui ni nini unatafuta kwa hii kazi. Hata tukiangalia tunaona tu umejiseti, lakini bado nataka nikae kwa hii kazi. Sasa at long last I decided kuacha kwenda safari hiyo ya mlimani. South Africa. Sio South Africa, sasa hiyo nimetoka Saudi, sasa ni kule nimepigwa transfer. Unajua ukiwa Jomo Kenyatta Airport ni mahali pazuri sana, usikii kutoka uende kama huko kichakani. Na nilikuwa nimekaa hapo kama miaka 10. Sasa nika decide kwenda kwa sababu kama sitaenda nitaulizwa kwa nini siko katika station ile niko supposed to. Unajua kazi ya polisi ni ya law enforcement, na kwanza polisi wenyewe tu ndio wanakuwa forced, because wanasema kwa polisi kuna discipline mbili. Moja ni self discipline na ya pili ni forced discipline. So lazima ukuwe na discipline. Lazima you be forced. Kama hauta apply hiyo ya kwanza ya self, watakuforce. Yes. Alright. Hauna freedom ati sasa utafanya vile unataka. So nikaangalia nikaona siko katika hiyo station ambao nimekuwa. Huko kwa duty roster na kila mahali kunaonyesha niko station nyingine. So I decided kwenda. Nikaenda huko. Kufika huko nikakuta watu, unajua saa hiyo maaskari walikuwa wanauawa. Wanauawa na hao watu wa mlimani huko. Walikuwa wanaitwa support land defense. Walikuwa wamesimamiwa na mtu mbaya sana aliyekufa wakati wa serikali ya Kibaki, alikuwa anaitwa Matakoi. So nikakuta mapolisi huko, watu wako na stress. Unajua mkiwa huko ujui next nani atakufa. So mko na ma stress nini mambo mengi sana. Na wakaniangalia, wakaulizana, ni wanaume waliulizana. Sasa nani ameleta hii sura hapa ikuje ikufe? Sasa mimi. Hii sura mzuri hivi. Na mimi nikawaambia sitakufa. Nitakaa hapa, nimalizane na hapa na niende mahali pengine pahali Mungu anataka niende. Because when they were talking like that, I heard the Lord say, I will sustain you, you will not die. Because your boss is sending you there to go and die, you will not die. I'm going to protect you because there is a great work ahead of you that I want you to do after this. Sasa hiyo unajua nilikuwa nimeacha hata mtoto mmoja ni mdogo sana huku. So nafikiria hii kazi. Saa ingine napigia wazazi wangu simu, ninawasomea nawaambia, yani mliona first born wenu mpeleke huku aende akafe. Nilikuwa naona kifo. Lakini Mungu alisema sitakufa. Hiyo watoto wako na wazazi wako? Watoto niliwaacha huku na dada zangu. Mmoja hakukuwa karibu, lakini ule mdogo sana alikuwa hapo. Aya, mimi nikaenda nikakaa huko na nilifanya huko miaka 3. Ulifumilia kabisa?
Lakini God alikuwa anataka niende nikahudumia watu. Sikufanya kazi ya polisi sana huko. I was ministering to police officers who were very stressed and some people within that area ambao walikuwa na stress nyingi sana kwa sababu kule watu waliuawa sana, wengine wakakatwa midomo, wengine masikio. What? Hiyo team ilikuwa inaitwa Support Land Defense. Walikuwa wakijua umesikia mambo yao, wanakuja wanakukata masikio. Kama sio hiyo kusikia, kama umeongea wanakukata mdomo. Si wamekuua? So watu walikuwa na shinda na uoga mwingi. Mpaka because zote za police, GSU, hata AP na njeshi ikakuja ikatumwa na wakati huu wa Kibaki. Hiyo ndio iliweza mkubwa wao juu na ndege. Alipigwa na ndege juu chini hungemweza sana. Sasa ikaendelea hivyo, nikiwa hiyo station ya Mount Elgon inaitwa Kapsokwan. Alafu nikiwa nakaa huko, yule mkubwa akatolewa airport akaletwa huko. Yule wako? Yule tu mwenye alinipiga transfer. Mmepatana tena? Akakuja akawa hospidi wangu. Sasa na unajua mimi nilikuwa nimecombine. Nilikuwa nimefanya communication. So ofisi yake iko hapa na yangu iko hapa. Hatutaachana, hatutasumbuana. Sababu bando ako na ule ubaya. So alikuja, mimi nikamwambia afande, umenijoin, si uliniambia mimi nikuje huku nikufe ama Mungu bado niko hai, Mungu wangu aniokoe. Na unajua wakati aliniambia hivyo nilimpigia saluti na nikamwambia, sir, I will not die. I will go to Mount Elgon alive and I will come back alive. Because my God, the word says in the book of Psalms 118 verse 17, I will not die. I will live to declare God's good work. Yes. So I will not die. Na sasa hiyo sauti inaniambia I will sustain you. You will not die. So akakuja nikamkaribisha, tukakaa, ikawa saa nyingine mimi ndio nafanya kazi ile ya communication pale, kuna mambo anataka, but alikuwa ananitafutia makosa tu. Lazima iwe. Mpaka siku moja karibu tuone. Na yeye mpambane sasa. Umenisumbua ya kutosha. What happened? Sasa akakuja, sijui alikuja akanipigia kelele, na sasa hiyo nimemuomba ruhusa, mtoto amelazwa hospitali huku amekataa, so niko na stress. Akaniambia, wewe Faith, ukinisumbua, unajua kule kuna stress mingi, ukinisumbua nitakupiga risasi. Na unajua sasa hao wakubwa wanakuanga na pistols, na wao maaskari wako na hizi bunduki zingine. Sasa mimi nikamwambia, Munene, yule yako enda kiganjo apigwe. Umejikasa sasa mwanaume. Sasa nikasikia asira ya Kimeru imeinuka. Mko wapi sasa? Kwa ofisi? Ni kwa ofisi. Sasa wakati niliongea hivyo, kulikuwa na maaskari wengine ambao nilikuwa nahudumia pale. Nilikwambia nilikuwa nimetoa wimbo. Yes. So nilienda na hiyo wimbo, wakanunua maaskari wote. Ikawa police line mzima hiyo wimbo ndio inaimbwa huko. Wakakuja wakanitoa, wakatuambia, wewe Faith, wewe ndio kasisi. Huko ndio niliitiwa kasisi, lakini hawako wanajua kama mimi ni kasisi. Nilikuwa by the way nilikuwa nimeondeniwa 206. Na kulingana na changamoto zile nikutana nazo, nikasema mimi sitaki kuhubiri. Nilikuwa mtoto ambao atii Mungu. Unajua ni mzuri useme ukweli. Ni kweli. Mara mingi sijakuwa nikitii Mungu. So nikaweka hiyo certificate huko 206 na nikaifisha. Na nikakaa kawaida, nikasema sitaanguka, lakini sitahubiri. Itakuwa huku tu. Lakini Mungu hakuniruhusu. So kule nilienda nikaanza kuwahudumia watu na wasungumzia. Hapa mlikuwa okay, amekwambia unaomba ruhusa uende ukaone mtoto? Akakataa. Ilikuwaje? Akaniambia, as far as I am concerned, hakuna ruhusa. Kitu ninajua ni kwamba wewe ni police officer, sio mama. Sababu so ilibidi ufumilie. Sababu wako na fitina.
Unajua sasa akaona uchungu. Ai sasa ikawa ni ngumu sana. Nikawa sasa sisi ni kama mafuta na maji hatuonani. Haishikani. So wakati nilimstua hivyo, mapolisi wakanitoa nje. Wakasema wewe Faith umekuwa kasisi wetu hapa, wachana na huu mzee anasumbua watu sana. Wewe ni pastor. Na alistuka akanipiga transfer akanipeleka station nyingine inaitwa Kaptama. Mara hiyo. Kwa sababu ameona hapa watu wawili hawa watauana. So nika decide kwenda hiyo station tuepukane. Nikaenda huko. Lakini nikiwa huko ndio Mungu alizindi kunisungumzia nitoke kazi niende nikahubiri. Hakunituma nikae kwa hiyo kazi sana, alitaka nipate training, kuna training alitaka nipate. Na sasa hivi uko tayari, henda ukafanya kazi yangu. Sasa huko ndio niliandikia barua. Lakini si kukubali kwa urahisi. Tuling'ang'ana tena sana. And the Lord allowed the devil to strike me with a disease. What? Disease ambayo ieleweki. Na kutolewa huko, nililetwa huku nikapelekwa direct Mpisha. Kwenda Mpisha, daktari ule nikuta huko alikuwa anaitwa Dr. Kioni. Alinipima, akanipima aoni ugonjwa, siongei na sipumui. Sasa akaniweka hapo kwa mandawa na akaniacha. Akakuja after 3 days. Alipokuja nilikuwa nasikia mtu akiongea lakini siwezi mujibu. Alisema mimi nimetibu watu lakini sijaona ugonjwa kama huu. Sielewi. Sielewi, mtu aongei apumui vizuri na hakuna ugonjwa, mimi sijaona. Akaongea na Kiswahili akasema, wewe ni Njona, ulikataa kutumwa. Ni daktari sasa. Na alikuwa mwenye dhambi tu juu sasa akiniongelesha alikuwa amevuta sigara. Alikuwa ametoka kufuta sigara. Wewe ni Njona, ulikataa kutumwa. Mungu amemtumia kukuambia sasa. Yes. Sasa namsikia lakini siwezi mjibu. Akaniambia mimi ninataka nikuache, geukia hiyo ukuta wa hiyo kitanda yako. Uombe Mungu, muulize ni nini anataka na wewe. Huyo daktari aliniambia hivi. Sasa nikabaki. Ninasikia na ninaweza kuomba kiudani. Nikaomba nikamwambia Mungu, ni hiyo tu. Hivyo tu. Niponye mimi niamke hapa niende. Sasa the following day akija nilikuwa nimeanza kufanya kila kitu. You recovered. And I talked to him, nikamwambia yale maneno uliniambia yamenisumbua sana. Na kwa sababu leo nasikia vizuri, ninaomba undischarge mimi. Na nitoke hapa niende. Nikamuuliza pesa yenye inatakana kulipwa. Akaniambia nikapigia driver wangu, kuna gari moja ilikuwa imebaki ya hiyo kampuni yenye ilikuwa imeharibika, zingine zikadampiwa huko airport. Nikapigia driver wangu na nikamwambia kuja Mpisha, ukuje unichukue. Akakuja. Na nikamwambia ukuje na this amount of money. Kazi imesambaratika mbati, wewe kuna kidogo hapo. Akakuja kunichukua. Nika dischargewa, process ikafanywa. Kumaliza akifikiria ninapelekwa mahali nyumbani. Jubando tulikuwa na nyumba huku Nairobi. Nikamwambia take me to Katoroni Prayer Mountain. From the discharge bench to Katoroni. I fasted 3 days. Dry. Mgonjwa aliyekuwa amelazwa hospitali na ongei. When I woke up, I bought a lighting pad na karamu. Nikaandikia barua wapi? Ya kutoka kazini. Resignation letter. Unajua nilikuwa sick leave. So wakati imeisha nikachukua ile barua nikaipeleka station. Mahali nilikuwa based. Nikaenda nikapeleka hiyo barua. Kuipeleka ule mkubwa alikuwa station hiyo yangu. Sasa ile nilipelekwa ya pili ni mtu alikuwa ananijua na alikuwa ameokoka na ni mhubiri. Akasoma ile barua
Akaniuliza, Faith, in which ground are you leaving the job? Nikamwambia, the Lord has told me to go and preach the gospel. Akaniambia, bando wewe ni mdogo sana, sitakubali, nitaikanyangia. Nikasikia kitu kimetokea kwa moyo wangu. Nikamwambia, Munene, kama utaki kufa, forward hiyo barua. Manake lazima itoke kwa station, iende kwa hospidi, itoke kwa hospidi by then, iende kwa PPO, itoke kwa PPO, ikuje headquarter. Sasa akaniambia ati, nikamwambia, if you don't want to die, forward that letter immediately. Akaniambia sita forward, nione nikifa. Nikasukumwa na kitu. Deputy hospidi tulikuwa tunaelewana kiwango na alikuwa elewani na watu. Si hospidi ni ule tu atuelewani. Yes. Lakini deputy hospidi tulikuwa tunaelewana kiwango. Nikainua simu, alikuwa leave. Nikampigia simu, Munene, kuna mtu ananisumbua hapa. Akaniuliza aje. Nikamwambia, mimi nataka kuacha kazi na mtu amekataa kuforward barua yangu. Ni nani? Ni OCS wangu. Akaniuliza, by the way Faith, hawakuachi utoke, ikwangi rahisi. Kwa nini unaacha kazi? Ni ground gani inakufanya uache kazi katika hiyo enji uko nayo? Wengine wanatafuta hii kazi kwa nguvu, hata wanatoa pesa waingie, na wewe ulipewa na Mungu na unatoka. Yes. Nikamwambia, Munene, Mungu amesema nikahubiri. Huyo akasema kama ni Mungu, mimi siongei tena. Achukua simu, apigia OCS, akamwambia, with immediate effect forward that letter. Unaona hapo umesema mkubwa apigiwe OCS. Tutashikilia tu kidogo tu, Apostle, tunarudi. Sawa. Yeah. Tutarudi na sehemu yetu ya pili. Wacha tu tushikilie tu. The show is Omereria Show. Omereria nyo koretia rugendo. Omereria nyo kohotana. Utigaire ohanini gokie. This is Omereria Show and we are back. Tuko na mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Faith na tunaendelea na story yake. Na tuseme tunashukuru sana kwa wale wote wamesubscribe huku kwa Omereria Show. Barikiweni sana. Those who are sharing our stories and even commenting on our show. So may the Lord God bless you. Now, Faith, Apostle. Yes. Simu ipigwe. Hiyo barua ikiwe assigned. Yes. Kutaenda namna gani? Akakomandiwa na deputy hospidi, ndio senior wake. Yeah. Aforward hiyo barua with immediate effect. Akachukua gari na driver na yeye mwenyewe. Wakanipeleka sasa kwa hospidi. Nikaenda kwa hospidi. Unajua huyo tulikuwa tunafurugana naye, so hakukuwa na mambo mengi ya kuniuliza anything. By the way Faith, unaacha kazi kwa ground gani? Kila mtu aliniuliza hivyo. Nikamwambia, akaniambia kama umesema hivyo mimi sina shida. Aka command kupigwa kwa PPO. Simu isemekane ninaenda. So kukapigwa simu huko, nikapewa tu the same vehicle ikanipeleka huko. Nikaenda, kama kawaida wewe enda mwenyewe kwa mkubwa kama huyo. Ni lazima uwe na mwingine ambao ni junior wa huyo wa kukumachisha kwake. So tukaenda na OCS wangu mpaka huko. Kufika huko tukaenda kwa ofisi ya mkubwa, tukapiga saruti, tukaambiwa ketini. Tukaketi. Mkubwa, nimeleta huu mwanandanda kwa sababu anasema anataka kuacha kazi na mimi sielewi anaacha kazi kwa nini, ashaandika barua hata tuko naye hapa. Ndia akaniuliza, mwanangu, alikuwa mzuri sana huyo mkubwa, kwa nini unaacha kazi katika hii nchi? Wewe ni mdogo sana. Na unajua tumepewa mpaka kulitaya ni 60 years. Yeah. Wewe uko hata hujafika nusu yake. Ni kwa nini unataka kuacha kazi? Iko mtu amekuonea ama umeharibu kazi? Nikamwambia, Munene, mimi sijaharibu kazi wala sijaonewa. Lakini Mungu ameniambia nikahubiri. Nilikuwa naenda na hiyo. Mungu ameniambia nikahubiri. Akasema kama ni Mungu, mimi sina la kusema. Lakini kama ningependa
ungekaa. Kama ningeulizwa mimi. Kama ningeulizwa ungekaa kwa sababu mimi kuangalia naona kama kichwa yako haiko sawa. Ni kama kuna mambo inakusumbua. Nikamwambia mkubwa, hakuna kitu inanisumbua. Mungu ameniambia nikahubiri, mimi nimeokoka na mimi ni mtumishi wa Mungu. Sasa akasema siwe ni signora. Ingia kwa communication office, soma hiyo signal yako wewe mwenyewe kule Ndandikire. Sasa ni barua lakini nao itakuwa form of signal. So nikaenda nikaisoma. Niliposoma ikafikia mmoja ambaye alikuwa ananijua, tulikuwa naye airport, lakini sasa alikuwa transferred to the Ndandikire. Hapa Vigilance House. By then sasa ndio Ndandikire ya polisi. Hata now I think so. Sasa akaisoma, akanipigia simu. Akaniambia, Faith, wewe ni mdogo sana, unaenda wapi? Unataka kuachana kazi, umepata ingine ama ni kichwa imeruka? Mimi nikamwambia sijarukwa na kichwa. Na hakuna kazi nyingine naenda kufanya, lakini kwa sababu wewe umeokoka na wewe ni mtumishi wa Mungu, nitakwambia Mungu amesema nikahubiri. I think unaelewa hii maneno. Akaniambia hiyo sita forward nitakanyangia. Nikamwambia wewe kama unataka kukufa kanyangia hiyo barua. Hivyo tu nilikuwa nawaambia, na hiyo ndio nilikuwa nasikia kitu inatoka kwa moyo wangu. Nitakulipua. Akaniambia kama nikukufa hapana. Akapeleka mahali inastahili kuwa. Kufika kwa hiyo office hawakuwa na maneno, walinipigia simu. Faith, unataka kuacha kazi lini? Nikaambia nimeindicate katika barua. Wakasema sasa tumeona turudishe nyuma mwaka ujao, tupeleke mbele mwaka ujao ili ifike kitu kama July ndio tuweze kuwa tutacalculate zile benefits zako. Sisije zikatusumbua. Hivyo ndivyo, those are the ones they used. Sasa ndio nikawaambia ni sawa. By then sasa nimefurahia kwa sababu ile request yangu imekubalika. So I waited mpaka hiyo, lakini saa hiyo akili haiko kazi. And where are you going? Nilirudi tu station, niko station mahali nilikuwa posted. Sasa transferred. Lakini akili haiko kazini, si already imeniambia ni mindset, imeniambia nimetoka kazini. Niko pale tu ni kimtu kinaonekana tu hapo. Mpaka ningoje siku zangu ziishe. So nikangoja ikaisha, ikafika hiyo wakati nikaitwa 1st of July 2010 nikaitwa kwa mkubwa, akanisomea ile barua imerundi na nimeridhisiwa, na akaniambia wakaleta kuna kitabu inaitangwa kit book yenye umeandikiwa vitu zote ulipewa wakati uliingia kazi. Nikaambiwa nilete hizo vitu zote, kila kitu. Wakaanza kutiki kila kitu zote zile sikuwa nazo, naambiwa nitafute hivyo hivyo. Na nikapeana kila kitu. Hiyo siku nilipomalizana nao namna hii na nikawa raia, I was very happy. I slept like a baby. Nikasikia ni kama nimetolewa mizigo ilikuwa huku. Imewekwa chini. Lakini sijui ninaenda wapi, sijui nitaanzia wapi. Ndio nakuuliza wewe, sina Facebook, sina nini. Natakana nirudi Nairobi mahali mtoto wako. Sijui hiyo mahali pesa itatoka juu. Si nimeacha kazi tarehe moja. No salary, there's no nothing. Nimeacha kazi tarehe moja. Nikakuja Nairobi. Nikakaa nikaenda kwa baba wangu wa kiroho. Sasa nikamwelezea. Akaniambia kama ni Mungu alikuambia hivyo, mimi sina kitu ya kusema. Omba Mungu akuelekeze kile utafanya. Lakini as a father, chochote utahitaji mimi nitakusaidia. Na kama kuna mahali anakutuma na unaona una uwezo, usikatae kurudi kwangu. So nikawa hivyo, alafu on the process nilikuwa na wimbo, nikaitangwa ma-interview huko kwa ma-TV. So na nikaitwa kwa radio yetu ya Kimeru. Wazazi wangu hawajui saa hiyo. Juu baba alikuwa amekataa niache kazi. Hujasema umeresign? Nimeua Isaki wangu peke yangu kama useme. Nimeenda kusacrifice Isaki wangu peke yangu. Hakuna mtu mwingine anajua hata mmoja. But watasikia nikiwa nimeitwa radio ya Kimeru ya Royal Media.
wakasikia nikiojiwa huko relationship yangu na kazi na utumishi wenye nimekuwa nikifanya. Na kama saa hii bado niko kazi. Sasa nikasema siko, baba akasikia. What? Vita haijawahi kuinuka. Sasa kuja bio Nairobi. Vita iliinuka, alinipigia simu. Unajua yeye ni mwalimu. Refute that letter and go back to work. You know, akanipea my excuses. Nikamwambia, what is wrong with you? Go back to work. Nikamwambia, baba, ule Mungu alinituma, aliniambia nikahubiri na ninajua atanishughulikia. Akaniambia kama ni hivyo, nataka unirudishie pesa yote ambayo nimekusomesa nayo. Nikakaa hivyo, nikamwambia, baba, kama ni pesa hiyo ambayo umenisomesa nayo unataka nikulipe, sina pesa, lakini yule Mungu ameniita atanipea nikulipe. Nikamwambia calculate hiyo pesa. That was a big joke. Telling your father. The God you provide. Yeah, calculate that money. Mungu wangu najua atanipa, hata niaibisha. Akaniambia okay. After 3 days, sijui alifikiria nini, akanipigia simu akaniambia, mami, nisamee. Okay. I was minding and concerned how you will be because wewe una watoto. Yes. Na una mahitaji na uko nyumbani, uko mjini. Lakini kwa sababu ni Mungu amekwambia ukahubiri, mimi sina pingamizi. Wacha tu nikuachilie wewe, wacha Mungu wako ashughulike na wewe. Na akamalizana, akaniambia mambo ya pesa hakuna, sitaki unilipe. Sasa nikaachwa hapo. Sasa nitaenda kwa babangu wa kiroho nimwambie sasa, kwa sababu mimi nataka kuhubiri Injili na sijui nitaanzia wapi. Sijaambiwa nifungue kanisa saa hii. Lakini nimeambiwa niende nikiponya watu na nikiwahudumia wakombolewe. Sasa mimi nataka unitume mikutano. Akaanza kunituma mikutano na zingine naitwa mwenyewe. Crusade. Kwanza bina crusade ule nikisimama tu hivi nishuhudie hiyo shuhuda. Watu wanaokoka bila kupinga. So nikatembea hivyo. Na sasa unajua hiyo tulianzia safari yetu kwa mambo ya kazi, tulianzia nyuma sana. Sasa ninataka wasikilizaji wetu wakapate kujua niliokokaje ndio nikafikia hapo. Yes. Mambo ya wokovu wangu ilikuja as an encounter. Nilikuwa mdogo na nilikuwa age ya mtu ako class 6. So nikakuja nikawa mgonjwa, na mbele nikuwe mgonjwa nilikuwa naona visions funny. Ni kama tumerudi nyuma kidogo. Tumerudisha ndio sasa nieleze watu wokovu ulitoka wapi ndio nifike pale. Yes. Manake hawajui hata niliolewa na nikapata watoto. Hawajui. Yes. Sasa nikawa napenda Mungu sana. Naenda hiyo dini ya kina wazazi wangu, naimba huko, nafanya mambo yale yanatakana. Ni ile hali ya kumpenda Mungu na kumtafuta. Sasa hiyo sijampata, but I feel there is something I want to know more about God. So Mungu akaanza kunisungumzia. Unajua tulitoana naye mbali, maana alijua nitakuja kuhudumia watu. Akaanza kunisungumzia, lakini juu mimi ni mtoto sielewi hizi ndoto. Sasa ya mwisho ile ilifanya sasa hata after that nikakuja nikawa mgonjwa. Niliona nimekufa, nikazikwa na nikaenda Jehanamu. Na huko Jehanamu si kusuri. Ni kubaya sana kwa sababu kuna wakanga moto throughout. Aisimiki. So niliwekwa katika ule moto na nikaona kuna watu wanakaa huko kazi yao ni kupindua watu wachomeke vizuri. So nilikuwa nachomeka na waambia tafadhali mniwie radhi. Please. Wanasema hapa hakuna tafadhali. Nachomeka. Lakini kesho yake nikajikuta sijakufa, niko hai. Nikaamka. Sasa katika hiyo process. So it was just a dream. It was just a dream. Lakini silikuwa funny sana. So ikawa sasa after some time I felt sick. Na huu ugonjwa ulipokuja, ulikuja njia ya kutatanisha sana kwa sababu watu hawakuelewa. Ni headache, I lost my sight all of a sudden. The one who was seeing and could see before as now
become a blind person who stays in darkness 24/7. No, that was after the dream. After the dream, after a few days. Did you share with anyone that? I was not able to share even with anybody. Hata wenye watasikia, hata kama ni wazazi wangu watasikia. Maybe tu kwa mtoto tu nasema si mtoto tu. Ni kama ni kitu ya kawaida. Sasa lakini mambo ilikuwa inatokea tu strange. Sasa ikawa sasa nimepoteza macho. Sasa ni process ya kupelekwa hospitali. Napelekwa hospitali huko Meru, kuko na hospitali inaitwa Marua Mission Hospital. Na ilikuwa inajulikana sana kwa kutibu hata macho. So wazazi wangu walianzia huko. Nikapelekwa Marua Mission. Hakuna ugonjwa na sioni. Tukatoka hapo tukaenda ingine Meru Makutano. Ilikuwa private, sioni na hawaoni ugonjwa. Tukakuja sasa tukaenda Meru General Hospital, wakatibu, hawaoni ugonjwa na kila daktari anaandika ripoti yake. Na katika kwetu hakuna mtu ashaikuwa kipofu. So unajua wanafuatanga mpaka ukoo nini hakuna. So tukaenda wakasema sasa wananirifaa Nairobi huku Kikuyu. So nikakuja huko hakuna msaada na sioni. Sasa ni kurundi, lakini mama daktari wa mwisho alimwambia, hii mambo ya mtoto wako mama, hii inaonekana ni spiritual. Sijui vile alielewa huyo daktari. Si mgonjwa? Si mgonjwa kwa sababu haoni. Na akiwa haoni, huyu mtoto tumetafuta ugonjwa umekosa. So umpeleke aidha kwa mganga ama kwa wale watu wanaombea watu au mapreacher hawa. Mama akakuja akasema, "Sasa analia na amenibeba kwa mgongo." Wamama Mungu awabariki sana kwa sababu hata akiwa na mtoto kiwete yeye anang'ang'ana naye tu. Kweli. Analia akasema, "Mtoto wangu hakuzaliwa akiwa kipofu. Na mimi ninajua siku moja ataona. Mganga sijui na hata hao wakuombea watu sijui. Lakini siku moja najua mtoto wangu ataona." Hiyo ndio maneno ya mama. Sasa anaongea na Kimeru. Tukakuja tukaingia tirum, tukapanda gari, tukarudi Meru. Hatukukaa sana. One day nilibaki na msichana wa kazi na mtoto wetu mdogo by then. Na nikawa pale wananitandikia mattress kwa ukuta ya nyumba ili nikianza kuamka naamka na hiyo ukuta. Sasa nikasikia kwenda haja kubwa, kama vile unajua vio za nyumbani siko mbali na nyumba. Nikaambia ule madamu huyo maid wetu anisaidie kwenda choo. Akanitukana sana na akaniambia jiendea haja hapo. Mtu mzima kama wewe nikianza kung'ang'ania watoto wadogo na wewe pia nakusaidia. Kwani wewe ni lini utajisaidia? Apostle Faith kajua kametukaria kidogo. Sana leo. Hapa ni pazuri sasa. Okay, sasa huyo house girl amesema hawezi saidia watoto na akusaidie. Utafanya nini na uone? Akaniacha na akaenda na mtoto huyo mdogo kwa jirani. Sasa alipoenda huko nilibaki hapo, lakini huwa naona ni Mungu alicreate hiyo kitu ili nibaki nikutane na kuona kwangu. Alikipanga tu hivyo. Sasa akaenda na kwa jirani, nikaachwa hapo pekee. Alipoenda sasa ameongea mambo machungu. Mimi nikalia sana, machozi yalikuwa mazito sana, yalitoka na uchungu na nilikuwa nasikia kama yanachoma macho. Nikalia nikamwambia Mungu, naomba unirejeshie macho yangu. Manake kama ningekuwa ninaona, hakuna mtu angenifanya madharau hivi. Sasa God is very faithful. After saying those words, nikasikia upepo wa kisulisuli umekuja. Whirlwind. Ikaanza kutingiza vitu hapo. Sasa unajua sioni, nasikia miti inang'oka, matawi huku, nyumba mabati kama inang'oka. Mimi niko pale natetemeka, unajua niko gizani, miaka miwili nyumba. Niko nje. Walinitandikianga ka mattress upande karibu na ukuta. Nikiamuka sasa naamka na hiyo ukuta ya nyumba kujishikilia. Sasa
hapo niko karibu na nyumba, nasikia tu hizo vitu. Na saa hiyo si aliniambia nijiendee choo, hapo nimejiendea choo, nimejikojolea kila kitu. Mimi ni mchafu. Ile ufunuo ninapata ni kwamba Mungu anakutembelea ukiwa vile ulivyo na anataka ukuje kwake vile ulivyo. Kwa hiyo ushuhuda wangu. Sasa nilikuwa mchafu, manake nimejiendea haja zote hapo. And after crying ndio hiyo mambo ya whirlwind ikakuja, katingisa kila mahali hivi kama kawaida. Mungu aongei kukiwa na locomotions. Kulipotulia nikasikia mkono umekuja, uko na nguvu sana, ukaniguza hivi kuanzia hapa kwenda hivi, kuanzia jicho hii kwenda hili lingine. A very hand touch. Very, yani strong. Umesikia umeguzwa na hiyo ni mkono. Na ni mkono wa mtu, si ati ni kitu kingine. Umeniguza ukatoa kama mabitu silikuwa simefunga macho, nikasikia kama mamichanga zinaanguka huko. Nikianza kuongea hiyo story huwa ina rewind kama inatendeka saa hii. So ilipotoka hivyo na mkono kafika hapa mwisho, sasa nilianza kuona ile inaitangwa manyunyu ama marundu hiyo. Nikaona mwangaza lakini sielewi ni kitu gani kinaendelea. So nikiwa pale nimechanganyikiwa, ni ndoto ama ni kitu ya rio. Ndio nikaona mtu anakuja amefunikwa na cloud. Hii wingu la white. Unajua hiyo huwa ina signify glory. Yes. But ako ndani ni kama amewekwa kwa kikitu kinakaa kama kikenje ama kikapu hivi. Ako ndani pale na ako amevaa crown inawaka moto. Lakini huwezi muona clearly kwa sababu sio rahisi kuona Mungu na uishi. So akakuja akahang mahali nilikuwa. Unajua saa hiyo sasa ile mambo inatendeka, nimesimama, hata nimesimama mwenyewe sasa. Sababu tayari nimeanza kuonaona. Akahangi hapo na akaongea. Akasema mimi ni Yesu. Na leo nimekuponya ili uende ukatangaze kwa wengine mimi naweza kuponya. Wewe ni ushuhuda unaoishi. Enda utangazie watu ya kwamba mimi ninaishi na ninatenda. Sasa akimaliza hivyo, na aliongea na language ambao nitaielewa. Unajua Mungu anaweza ongea lugha zote. Yes. Akaanza kupaa kama mtu anapaa juu. Akaenda, alipofika kabisa mwisho kama anaelekea kudisappear, he stretched his hand. Now by then I can see a bit better. And he said, read John 15 verse 14 3 times. Na akadisappear. Sasa unajua nimebaki hapo. Sasa sielewi. Niko na uoga. Hii ni kitu imetendeka, mimi ni mtoto. I don't understand. But kitu ninajua ninaona. Sasa kukaa kidogo, msichana wa kazi akaja. Na alipokuja nikamueleza, nimeanza kuona tena Yesu amenitembelea na ameniponya. Bado akanitukana. Hata anashangaa. What are you talking about? Anasema Yesu gani? We kichwa yako imeharibika. Yaani madharau tu. Na unajua ukiwa umeajiriwa kazi ya nyumba, wacha kutesa wale watoto wa mwenye hiyo nyumba. Kama wewe ni mfanyikazi wa nyumba, ninakuongelesha siku ya leo katika hiyo ushuhuda. Kuwa faithful kwa mwajiri wako. Yes. Mchungie watoto wake. Hebu mwambie ako pale kwa kamera. Mwambie ukimwangalia. Mchungie hao watoto kwa sababu you are the au ndio reason ya kile kimefanya ukaajiriwa hapo. Kweli. Na wachukue kama wako kwa sababu hata wewe utakuja kupata watoto wako. Yeah. Kwa hivyo ule msichana hakunitreat vizuri na roho yangu iko mpenda sana because mimi bado nilikuwa mdogo. So alijaribu kunipea hata chakula, sikukula. By then nilikuwa nishaona ni mchafu, nikatoa nguo na nikaoga. Na unajua msichana wa age hiyo anaweza akaosha, nikaosha sile nilikuwa nimechafua. Akanipea chakula, sikukula. That encounter made me I did not eat for 3 days. Na Mungu alikuwa ananihudumia hizo siku. Ananiongelesha. Ananiambia kile nitafanya. Akitaka nisome neno,
ananipatia yeye mwenyewe, ananiambia read here. Sasa hiyo sijui kusoma. Sikuwa najua yani kusoma Biblia. But sasa ilibidi nitafute. Ndio niweze sasa kuelewa kile Mungu anataka. Kusudi lake alikuwa anataka nifikie watu kwa ukombozi na kwa kuponya. Sababu aliniambia kwa mikono yako nimeweka nguvu za uponyaji na za ukombozi. Enda ponya watu wangu. Na kwamba kila mtu atakuja mgonjwa mahali huko atarudi na ugonjwa wake. Na ni kitu nime-experience. Nimeona Mungu akiponya watu hata magonjwa mengine hayana dawa. Turudi hapo kwa umeona sasa. Wazazi walikuja sasa. Sasa kutoka hapo mama yangu ndiye alikuja mbele, manake mama alikuwa anafanya hospitali na baba ni mwalimu. So unajua kama kawaida wanaume wakitoka hawakuji direct home. So mama yeye kutoka kazi straight akakuja. Alipofika nikamuonea kwa mbali nikamkimbilia. Akaniambia wewe acha utaanguka. Nikamwambia hapana mami, mimi naona. Sasa hiyo watu wamejaa kwetu hivi. Wamekuja kuona mtoto aliyekuwa kipofu na sasa anaona. So akakuja nikamwambia mimi naona Yesu alinitembelea na akaniponya. So akanishika mkono, hebu nielezee, nikamwambia. Na nilipomwambia akaniambia Yesu najua yuko na ninajua anatenda. Lakini mambo unaniambia siyaelewi sana. Sielewi mimi. Wacha nikupeleke kwa pastor atueleze zaidi. Sasa hiyo watu wako pale wakikuja wananiuliza unaona wanafanya hivi. Nawaambia ndio wengi waliokokea hapo. Na hapo nilipewa nguvu za unabii. Hapo I could see things. Hata wewe ni mtoto. Na ni mtoto. Hata saa nyingine naamsha usiku naenda kuponya watu wakiwa koma. Na kile kitu kinanipeleka sijui. But nitajikuta mahali kuna watu wagonjwa. Manake kazi Mungu anataka nifanye ni ya kuponya watu. So nikaenda kwa huyo pastor. Tukaongea nikamweleza kile kilitendeka. Akaambia mama, huyu mtoto wako Mungu amemuita akiwa mdogo hivi. Na unatakana ile kitu iko ndani yake ukapate kukitunza. Na akasema lakini kabla ya mambo mengine wacha nimwombee wokovu kwa sababu yeye ni mtumishi. Akaniombea wokovu, hapo ndio wokovu ulitokea. Hiyo shuhuda huwa naiita safari yangu ya wokovu. Mahali ilianzia. So akaniombea. Sasa hiyo kitu hakitanipea amani. Mara nimetolewa, nimeenda kuombea watu sijui wapi, wazazi wangu walikuwa wanachanganyikiwa sana. Nimetolewa, nimepelekwa huko kwa unajua kama tumelima kuna mahindi, napelekwa huko naenda kukaa peke yangu naomba hata masaa 5 huko. Sasa hiyo unasoma? Na ninasoma. Shule nitarudishwa lakini pia walimu na watoto hawatanielewa sana. So na most of the times hiyo kitu kilikuwa kinakuja usiku. Ninatumwa mahali. Napelekwa vile naenda sijui. Naenda kuponya. Huko ni watu ambao wamepona. Mpaka hata watu wako koma. Sijui kuomba naekelea mkono tu. Wanaamuka. Na sasa ikawa ni kitu kinasumbua sana. Because nikianza kuomba hata nikiingia kwa nyumba hata ukigonga sisikii. Ni kuomba tu. Ni kuomba naomba. Baba anagonga hiyo mlango ni bure. Iliwatatisa sana. Hawakunielewa. Wanajua nilipona na hii ni mambo ya Mungu lakini hawakunielewa. Nitapelekwa hata kwa psychiatric. Haya. Yes. Kichwa imeharibika. Ile mambo ninanena, ile mambo ninatenda, haiwezi fanywa na mtoto. Ulikuwa kipofu tena unaona hao. Na sasa nimetokea na injili zingine. Sasa mama akaambiwa huyu mtoto pelekeni kwa hospitali. Hii kitu sio normal. Sasa unajua hata wao wamechanganyikiwa. Wazee wakamwambia baba hata sasa utasomesa huyu mtoto na hata akienda shule kazi yake ni kwenda kuombaomba huko hakuna kitu kingine. Nikapelekwa kwa psychiatric. Nikapimwa hakuna wazimu. Sasa daktari akaambia mama after amenioji ni nini niliona na ni nini nasikianga. Ndio akamwambia huyu mtoto this thing is precious. Mtoto ni wale wanaitangwa na Mungu wakiwa wandogo, wachaneni kumsumbua. So hii kitu itakuja ikuwe threat kila mahali niendapo. Manake nikitoka kuomba hakuna mtu atanikaribia, akinikaribia wote chini. Wacha. Sasa
Nilipoona imenisumbua sana na sasa hiyo bado naendelea kugrow na patapata akili. Nikamuomba Mungu. Nikamwambia Mungu, najua unanipenda na umeniita. Lakini hii kitu juu mimi ni mtoto, naomba uondoe, unirejeshe nikiwa mkubwa. Wewe unastuka ukiona mtu akikukaribia na anguka, you know. Ilikuwa inanisumbua. Hakuna watu wanataka hata kurelate na mimi. So katika enzi yangu mambo yalibadilika sana, watu wakawa wanakuja wananiambia niwatabirie mambo kama na hayo. So it was too heavy for me. So nikamuomba Mungu, ondoa hii kitu, nikiwa mkubwa utanirejeshea. Na God was very faithful, akaondoa na nikarudi. Hata una marafiki wa rika yako. Sasa nikarudi, alipoondoa nilirudi nomo sasa ya watoto wale wengine, tukaleleti, nikamaliza shule. So aliondoa? Kwa sababu even to me it was very confusing. So nikarudi nomo, nikaweza kusoma, nikaenda form 1. So nilipoenda form 1 nilikutana na very strong CU. Na I remember the one who was ministering to us the first day, nilipoenda kwa hiyo CU, tuliomba tukaomba, it was very powerful. That leader, the chair leader was very powerful. Aliomba akaomba, sasa hiyo tumeingia kwa maombi na akasema, hapa kwa wale wanafunzi wamekuja, kuna mwanafunzi alipewa ministry na Mungu na ilipigwa sana, akamwambia Mungu, chukua, utanirejeshea nikiwa mzima. Mungu anataka kurejesha hiyo huduma. Unajua singesimama, I fell down. Lakini unajua huyu ni mimi. Ilikuja tu, alipotamuka tu hivyo kilikuja kinguvu, kikaniweka chini. Nilibaki hapo nikiomba, nikihudumiwa, na after nimeanguka, nilianza kuongea na ndimi. Waliniacha hapo for 3 hours. Ndio wakakuja wakakuta sasa nimeamuka. Ndio nikawaeleza yale Mungu alikuwa ananihudumia. Na vile ameniambia atanitumia kupitia hiyo ushuhuda wangu. Na waniombee. Do you know, katika hiyo shule hata reaction ya wanafunzi wengine itakuwa aje? I turned the school upside down, church that. Watu walikuwa waendi hospitali. Akigonjeka ni mimi naombea. Hata walimu walikuwa wanajua. Nikiwa kwa klasi nione kuna gongwa na tuko kwa lesson, najua kuna mtoto mgonjwa. I prayed for our students wapone. Ile kitu Mungu alinipatia wakati alinirejeshea macho, aliniambia nataka niponye watu wake. Lakini unajua kuna uponyaji mara kadhaa. Kuna wa physical, kuna spiritual na kuna emotional. So all those are combined. Mungu anataka nihudumie watu kwa njia hiyo. Na nimekuwa nikifanya. So nikawa hivyo mpaka nikaja nikamaliza shule. But before nimalize, Shetani hakufurahia hiyo mambo. Because unajua nikitoka shule, makanisa zilikuwa zinajua hii mambo. Tukienda sasa tufunge, nakuwa booked kwenda kuhudumia watu. So hii haikuwa inapeleka wazazi wangu vizuri. Hata unasoma, unapata wakati wa ninasoma lakini revisions na hii kitu iko so deep. Sasa nimeingia secondary, sasa nimeanzana. Kuitwa kwa makanisa kwenda kuhudumia watu tukifunga shule. So haikupeleka wazazi vizuri sababu mimi ni mtoto wa kwanza. Na natakana apart from kusoma na hiyo kuhubiri nifanye kazi za mikono. So mama alikuwa anaona mimi ni mvivu, sitaki kufanya kazi. Kazi yangu ni kushinda kusema naenda mikutano. So tulikuwa hatuelewani kwa mambo mengi. But God alikuwa na njia yake ya kumtemu. Mpaka ikafika level nikamaliza shule. Alafu nikaajiriwa polisi. Sasa nilipoajiriwa kwa polisi, nilikuwa na hudumu lakini changamoto zilikuwa mingi. So ile huduma haikuwa na impact sana vile. But sababu nilijoin kanisa la Redeemed, nilikutana na moto. Yani kanisa liko na moto. So they mentored me well. On the process I met a man. Sasa wakunioa. Na huyu mtu nikiangalia naona ya kwamba ni kama hakutumwa na Mungu kwangu.
alikuja kwa njia ya kishetani ya kuinterrupt hii huduma. So akakuja kama mtumishi. Tulipatana katika utumishi because alikuja kuhudumu kwa lile kanisa nilikuwa na abundu. Na alipokuja kuhubiri kwa hiyo kanisa, but before alikuwa ananionanga kwa kulikuwa na ministry nyingine tulikuwa interdenominational. Na nilipenda mambo ya Mungu sana, nilikuwa nahudhuria. So tunaenda tunakutana, aliniona lakini nilikuwa siongei na wanaume, sijui wanaume. So wakati aliyekuwa kanisa letu alikuwa anakuja kuhubiri Easter crusade. So ule mtumishi alikuwa ni pastor wangu, aliniambia wewe Karimu, wewe ndio utaundumia wageni wakikuja kuundumu. Na unajua ukiambiwa hivyo na mchungaji, hakuna kitu ati wanakwambia itatoka kwa church. Ni wewe ujitolee. So I was very happy because I was earning money. So to give them water or soda or kinywaji, haikuwa problem. So nikateki hiyo responsibility na pia nilikuwa intercessor wa hiyo mkutano. So the man came to preach. Na alikuwa anahubiri very powerfully. Na akahubiri. Na vitu nyingi zikatendeka. Lakini the last days a meeting aliniita. Ilikuwa imebaki kama siku moja na akaniambia, mimi nataka kukuona kesho. Ukuje mahali ninalalanga huko. Alikuwa analala kwa jeshi. Walimuhosti huko mahali pa kulala. So nikawa juu huyu niliona Mungu akimtumia sana, nikawa najiuliza maswali, huyu mtu anataka kunionea nini? Nikawa sasa nikoiga kumuona. So nikatoka hapo, the following day nilikuwa off, nikaenda kumuona. Unajua hakuna mambo aliniambia. Aliniambia ni kwa nini njuzi ulisema unataka kufa. Hivyo ndivyo aliniuliza na kweli nilikuwa nimesema. Sababu nilikuwa mgonjwa na nikaambia Mungu sasa kulingana na ile uchungu mimi nasikia. Please take me away. Alijulia wapi hiyo maneno? Sijui nani alimwambia. Unajua sasa mtu amejua mambo yako hata unaona huyu mtu ni wa Mungu. Na yale alikuwa anafanya kwa mkutano ni mambo ilikuwa ya kushangaza. Because when he stands and say hallelujah watu chini huku. So na miujiza zingine mingi. So mimi nikaona ni mtumishi wa Mungu. Sasa akaniambia kwa nini juzi ulisema unataka ukufe? Nikamuelezea nilikuwa mgonjwa na nilikuwa nasikia uchungu sana, nikaona hata sitahili kuishi. Akaniambia usiwahi sema hivyo tena. Akaniambia nimekuita kwa sababu kuna huduma Mungu ameweka ndani yako na wewe naona ujielewi. Na hiyo kitu ni very powerful. So nataka nikifungulie kianza kufanya kazi. Sasa sijui kama akisema hivyo anafunga. So juu alikuwa anafanya tu hivi. Mimi nikaona kama Mungu amemuongelesha si sawa tu. Tukaendelea kuongea akamaliza na akaenda. Akarudi akakuja kuhudumia askari mwingine kwa police line. Na akatumana niitwe. By then nilikuwa na relationship na mtu mwingine. Tulikuwa tuoane. Sasa akakuja akasema niitwe, nikaenda kwa hiyo askari na alikuwa mkubwa wangu kiasi juu alikuwa corporal. Nikaenda, unajua askari kuenda kwa mtu kama huyo ni vile tu alikuwa ameokoka tu alielewa. Nikaenda na akaja akamuombea na akarudi akaniita tukaongea, akaniambia wapi fiancé wako juu mimi naona uko na fiancé. Ni kama alikuwa na roho ya uanguzi. So hii ni divine. Unajua hata hao wanaonanga. Nikamwambia yuko, akaniambia kesho umuite juu alilala hapo, kesho muite niwaombee hii safari yenu muende mzuri. Si mimi nikoiga, si mtumishi wa Mungu ameitana. Bereni ukisema ni mtumishi wa Mungu na Mungu amesema. Unaona hii ni ukweli kama kitu kingine sababu si nimetoka huko ushago na unajua wokovu wa ushago sio kama wa town. Hata nilikuja town nikaona kama watu wajaokoka. Because sisi vile ile iko deep. So akakuja nikaita huyo naye akaitika. Tukakuja tukashikwa mkono tukaomba, kumbe ilikuwa inavunjwa. Sijui. Ninasema umesikanishwa. Wapi? Ilivunjwa. Ameivuja. Kwa sababu ananitaka. Okay. Sasa ikavunjwa. After maombi, hakuna mtu alienda njia nyingine na mwingine. Na kwanza mimi ndio ililalia sana.
Tulikosana kabisa. Utaki kumuona, hataki kukuona. Alikuwa amejulikana nyumbani, hata tulikuwa tunajua tunaenda nyumbani kujintroduce kama some months to come. Alikuwa kabila yangu. So tukakosana, tukawa tuesielewana. So ikawa sasa ni hivyo tumejidistance. Ule jamaa sasa si amejua hiyo mambo imetendeka, sasa ndio akarudi kuleta ile mambo yake. Akaniita sasa, na akaniita mahali alikuwa na undumu, ulikuwa Ndadola. Sitataja ni kanisa gani. It's okay. So na nikaita askari mwingine, by then nilikuwa nimepangwa sport. Nikamwambia tuende na yeye. Alikuwa tu mwanaume, juu nilikuwa naogopa, unajua wanaume mimi sijazoea. Nikaenda huko. Tulipofika alitusalimia, nikakuta alikuwa na timu ya watu kwa nyumba. Anawaambia atakayekuwa mke wangu anakuja. Hivyo ndivyo aliwaambia. Kufika tu hivi tukaingia hapo. Hata huyo askari unajua hata yeye ajui, hayuko strong mambo ya roho hawajui. Nyumba yake iko na carpet, walikuwa nakaa na mtu mwingine. So tukatoa viatu. I remember those days nilikuwa na viatu ya white. So bila tulipanga viatu hapo, alichukua viatu zangu akavaa na akatoka nazo nje. Haya. Yes, sasa hiyo kitu mimi sijaona maishani. Alijua alivuja kule. Na tulipofika alinihagi, kitu sikuwa nimeipokea kwa mwanaume yeyote tangu niokoke. So hiyo vitu kwanza silinisumbua. Na kuvaa viatu silinisumbua. Kumbe kuna vitu sinaibiwa na mimi sijui. Kweli. So unajua saa hiyo siko deep kama vile najua mambo ya Mungu saa hii. Hakuja akaniambia unajua leo uendi. Na unajua sikuenda. Na mmefanya harusi? Hatujafanya harusi, na hata lala na mimi. Hata lala na mimi mpaka siku ile tutaoana. Siku hizo watu walikuwa wanamuogopa Mungu, sio kama saa hii mkipendana mnalalanisha alafu mnaoana. Siku hizo ni mtajiekelea vizuri na asubuhi tumeambiwa. Unajua siku hizo foundation ni kwamba kulala pamoja na mwanaume sio wako haja kuoa ni dhambi. So hiyo nyumba ilikuwa akai peke yake. So nilipewa mahali pangu pa kulala. Hata ule askari mwingine hakwenda na yeye akapewa mahali pa kulala. So tukalala, asubuhi yake mimi nikamwambia narudi kwa kambi. Sasa tukatoka, lakini aliniambia unajua wewe ni mke wangu, ndio sababu nimekuita. Mungu ameniambia wewe ndio utakayekuwa mke wa mke wangu. Na nilipoenda hiyo mambo ilienda ikinisumbua. Ilinisumbua. Yule mwingine hata umfikirie. Ule mwingine tulitengana na tukasahau, vita ikapigwa kutoka nyumbani, ikawa ni shida. Ikawa sitaki kuwaona, hakuna mtu nataka kuona hata mmoja. Sitaki uniambie huyu ni mbaya, utaenda peke yako. Hivyo. Mapenzi iko juu. Ni mapenzi lakini kumbe imechanganyikana na mambo mengine na mimi sijui. So it was like that, tukakaa, tukapelekana nini, nikimpeleka nyumbani mama analia hataki kumuona. Mama alipenda ule mwingine sana. So alikuwa mwanajeshi. Wakapelekana. So ikafika level wanataka kupigana. Siku moja tukakutana na huyo mwanajeshi akija kambi na tuko na huyu na msindikisha. Sasa wakaambiana, ikawa sasa wewe ulichukua mtu yangu. Akakunja mikono hivi na mwingine akasema hata kama wewe ni mwanajeshi leo hauna bunduki. Na mimi nimefanya karate mpaka green belt. Nikaambia sasa, nikasimama mimi nikasema tupatane kimwanaume sasa. Nikasema ule atashinda ndio nitaenda naye. Si mchezo, unapiganiwa. Sasa nitafanya nini? Nimeshindwa la kufanya. So piganeni basi. Wakapigana. Sasa unajua mapolisi nao unajua wapeni jeshi. So watapigana. Wakaingilia wakasema wachana na huyu. Sasa si huyu mwanajeshi amebaki pekee. Ikawa sasa huyu ameshinda. Huyo ndio nitaenda naye. Ikaendelea tukapanga mambo ya harusi, wazazi wakakataa, hawataki chochote kutoka kwa huyo mtu chochote. Na nikaitwa niongeleshwe sana, sikusikiliza. Hata nikatumiwa mpaka watu wa klani, sikusikiliza. Nikatumiwa mayangu, sikusikiliza. Nilikataa kila mtu. Mtu yoyote angeniambia huyo ni mbaya, nilikuwa nakosana naye. Siachani. Tukabaki sisi wawili. Ukiniambia tu huyo ni mbaya, hata kama ni huko kwa kambi, tunamalizana.
Sasa ikafika siku ya kuolewa, si wazazi wamekataa. Nilienda kuolewa peke yangu. Ushaona kitu Utafanya harusi? Nitafanya harusi peke yangu. Kuja wamesema mambo ya huyo mtu hawataki. Sasa tutaenda kwao tufanye harusi huko. Na wewe wakuje wasikuje, harusi itaendelea na wazee wa huko. Haya. Yes, ni kitu ilikuwa imepangwa tu kishetani kabisa. Lakini mimi singeona. But my parent could see. Hata baba aliniita. What about the parents from the other side? Haoni kuna shida? My parent waliniita. Unajua sasa huyu alikuwa amewafindi akawaambia vile anapigwa, hawataki anioe, si vitu kama hizo. Ni harusi inapigwa sana. Hata ile kanisa ambao tunaendanga tuliambiwa wazazi wakikataa msichana na kuanga ni wa kanisa. Naelewa vitu kama hizo. Akawa convince hivyo. So na mama yake na kila mtu walifight sana kuona nimeoleka kwa hiyo mboma. Lakini sikujua ni kitu gani iliwafanya wafanye hivyo. So nikaenda nikaolewa peke yangu huko na tukafanya harusi tu mzuri. Your brothers and sisters? Nobody. Everyone hiyo ni harusi yako na wewe? Nilijioza mwenyewe. Sasa nikaenda. Hakuna ile kuhanda idege? Hakuna kitu, si wamekataa. Na mimi nimeamua kuenda na huyu kijana. Liwe liwalo ni mimi. Sasa nikaenda. Na wazazi wangu sasa walikasirika, walinitupa like miaka 2 sikuona mtu. So I stayed with this man. Na wewe okay? I don't care. Nilifika. Hakuna kitu naona kibaya kwa huyo mtu hata kidogo. Hata kijana hana shida. Hata afanye nini? Kwanza kitu ile ilikuwa inanifanya hata sitaki kuwasikiliza ni kuniambia ati yeye ni kabila hii. Kaambia kuna kitu kingine mnajua yake mbaya, hapana. Hii kabila hatutaki kwa mboma. So kaambia mimi nimeokoka mambo ya kabila mimi sijui. Naona vitu kama hizo. Ile tu kujifanya tu. Kama unajua sana. Tena nilikuwa NGO mbaya ni mambo ya kuanzia adolescence. Yes. He was your first love. And he was my first love. So tukaenda tukaoana na mama akawa anaongea vibaya sana, mara hata utazaa nyoka, vitu kama hizo, vitu vingi akawa analaani sana. Lakini on the process Mungu akanipatia mimba, nikapata mimba ya kijana wangu huyo wa kwanza. Na unajua sasa juu niliambiwa nitazaa nyoka, unaogopa. Ikafika level mtoto anacheza kwa tumbo. Unasema nao hiyo ni nyoka ya nyoka nimebeba ni mingi sana kwa hii tumbo. Mpaka nikaanza kuambia mimi nasikia kama kuna vitu zinasonga huku. Lakini wakati walisikia nimepata mimba walikuja wakanibariki na wakanisamehe. So nikakuja nikazaa. Sasa hiyo sasa unajua upendo imekuja ikafunika hata huduma sifanyi. So tukaendelea. Wakati tulizaa huyo mtoto sasa shida ilianzia hapo. Vita kwa nyumba, natafutiwa makosa, napigwa. Hata kuchapa? Kuchapa. Na tena ni mhubiri powerful. Mwenye alikuwa anavuta crowd kama au kina Ezekiel na wengine hivi. Bado ana preach na atanipiga. Vita ikaanza. Sasa yale mambo yote niliambiwa na wazazi wangu ilianza kunipata moja kwa moja. Hata kama walinisamehe, bado repercussions ziko hapa. So ikawa sasa amebadilika, amekuwa kitu kingine. Akaanza kutembea na wanawake. Nikiongea napigwa, hata saa nyingine nalazwa hospitali. Juu umepigwa? Yes. So nikienda sasa ile roho ya kuundumu ikaamuka. Nikienda kuundumu nikirudi ananitafutia makosa anipige, ile kitu hataki kisonge. Nilikuwa hata naimba akaniambia hata utatoa wimbo hapa. Wewe toa wimbo hapa. Ninataka tuhubiri na wewe, na hata hiyo kuhubiri hataki. Kusema sasa. Hakuna kitu ataprovide, akipata pesa yake ni kwa wanawake kila kitu. So I went through a lot. Ikawa sasa hii huduma inapigwa sana siwezi fanya. So ilifika level I also and some miscarriages because of stress. Na kwa sababu ya kuenda hiyo nje mambo machafu huko, hiyo mambo ya kuambukishwa magonjwa ya sinaa. I lost like 2 children. And he's still a pastor preaching the gospel. Na akisimama hata mimi nikisema ni mbaya mimi ndio naonekana ni mbaya because yale mambo yatatendeka sio ya kawaida. Na hautamwanika. Mtu ataponya watu hata vipofu waona, viwete watembee. Yes. Kwanza yeye akitoka kufanya mambo ya usherati ndio hizo vitu zinatendeka. Mpaka nilikuwa nauliza Mungu,
kwani wewe unakuanga na ubaguzi? Ama ni ushetani wake unafanya kazi. Vitu kama hizo. Tukaendelea. Sasa hiyo niko kazini tu. Kufikia level ingine ni Mungu akaendelea kunifundisha mambo, nikaanza kuona hii mambo si mzuri. After nimepata mtoto wa pili, na tena ni kwa nguvu sana, kwa sababu nimepoteza hapa watoto katikati, na nataka mtoto wa pili. Na ni juu ya vita na magonjwa ya sinaa. So wakati nipata mimba hii ya mtoto huu wa mwisho wangu, ilibidi niite pastor mmoja nilikuwa najua anafanya deliverance. Na tulikuwa na kanisa kubwa sana mahali tulikuwa tunakaa. Ya over 1,000 people. Na mambo ilikuwa inatendeka. But sitaruhusiwa nifanye ile huduma. So Mungu hakufurahia. Na nafikiria ndiye alinitoa kwa hiyo ndoa. So nikaita pastor. Hiyo mimba ilipofika miezi 4 na nikaona inatokeanga hapo kuanzia miezi 4-5. Nikaita pastor. Nikamweleza kwa siri ya kwamba mimi siko peke yangu, mimi ni mtumishi, lakini siko peke yangu, kuna hii na hii napitia. Na ninataka uniombee. Na nataka uniombee tukiwa peke yetu, sitaki mtu mwingine asikie. Akaniambia hivyo ndivyo nataka nikuombee kwangu ama hapa kwako kwa nyumba ama kanisa. Nikamwambia kanisani sitaki. Mimi ni mama ya wale watoto. Na wanajua mimi ni mtumishi. Sasa nikienda kuombewa deliverance huko watashangaa. So nikamwambia kesho anatoka. So kuja saa fulani uniombee kwa nyumba. Si akakuja. Akaniombea. Ndio nizae huyu mtoto juu nilikuwa naona nitampoteza. Mimba ilikuwa na threat ya kutoka. Akakuja akaomba, akaanza kuniombea kutoka 11 up to saa 9. Nikiamuka nilikuta nimetapika hiyo nyumba mzima. Yaani mapepo nimesukumiwa mapepo vitu kama hizo. Na hiyo mapepo iliongea ndani yangu. Ikasema kazi ilikuja kufanya. Kazi moja ni kunitesa mpaka nikufe, ya pili ni kutoa watoto wangu kunywa damu. Na akayauliza mumetoka wapi? Wakasema mapepo ikasema kikuracho kinguoni mwake. Inatoka kwa watu wake wenye wamemuoa. So sasa hiyo where is your husband? Hayuko. Na aliposikia nimeombewa, akikuja akupate. Alipokuja akasikia niliombewa na huyo mtu, mpaka wale waongeangi naye aswitoka, alimchukia. Because alitoa siri. Na ikawa sasa aliposema hivyo, na nikajua juu pastor aliniambia wewe leo oga na ukule na ukunywe, nitakuja kwako after 3 days. Sasa alikuwa ameandika hiyo mambo, ndio akakuja akanieleza. Nilipoambiwa sasa, nilianza kuomba Mungu sasa anielekeze la kufanya, kwa sababu sasa nimeona maisha yangu iko hatarini. Na kabla itendeke hivyo, hapa threat zile nimekuwa nazo, hata alijaribu kuniua mara ngapi? 3. Na sasa hiyo mara ya 3, kwa sababu alitafuta bunduki anipige nayo. Aniue, na anafunganga nyumba tu. Sasa wewe ni mama kanisa, kwa hivyo unanyamaza tu. Na mimi ni askari, najua kutumia hii bunduki, usisahau. So ataenda anunue hiyo bunduki, aikuja afungie katika briefcase. Na alipofungia katika briefcase, ni zile zilikuwa zina namba kitambo. Atanunua? Alinunua tu kwanza huko kwetu Meru mali ingine. Kuna kuanga na miraa wanakoona kuna verdict. By then, those days. So akakuja ameificha, ametoka mission. Usisahau ametoka kuhubiri na atanunua bunduki, na kazi yake ni kuja kuua faith. Kumbe alikuwa ameenda mahali kupewa nguvu hizo anatumia kufanya hizi miujiza. Manake aliporudi nyuma, huyo nguvu alikuwa nayo kitambo ilitoka. So amenunua nguvu za kufanya miujiza na za pull ground. So ikawa sasa mahali alienda, unajua upeu ya shetani bure. Akaambiwa sacrifice mtu. Na mtu mwenye ata sacrifice ni mimi. Kwa hivyo hizi hazikuwa nguvu za Mungu. Bana mbeleni zilikuwa. Lakini alipoanza kutenda dhambi, imekumpunguka. Na anataka Mungu amemuondokea. Anataka maintain. So alikuwa anaendanga Tanzania, huko ndiye alipata hiyo. Akaambiwa ani sacrifice. Hata hii kutokewa na watoto sana ni hiyo mambo ya sacrifice. Ni afye mimba mpaka niishe nguvu niende. So ikawa hivyo, na wakati ilitendeka namna hiyo, ikawa mambo yangu iko inaenda vizuri sana. So ikafika level na sasa nimuombe Mungu
anielekeze la kufanya because I saw I would die. Na nilipoomba Mungu alituma mtu, mtumishi wa Mungu, na kabla ya hiyo nikiwa na mimba hiyo ya pili tu nilibeba mimba miezi 11. Wazazi wako wanajua kenye unapitia? Hawajui, sababu si unajua sasa mimi nilijipeleka hata utaanza wapi? This what I've been through. Hakuna mtu alikuwa anajua hata moja, ni mimi peke yangu na Mungu. So kabla ya hiyo hata ya kuomba Mungu anielekeze, hii mimba nilibeba miezi 11. Sababu ina threat ya kutoka na imefungwa nisizai nikufe nayo. Sasa kila wakati Mungu alituma mtu. Nikaomba Mungu sana, nikiwa sasa nimefika level nimeajiachilia, nikamwambia Mungu, si wewe unasemanga uliniita na mimi ni mtoto wako. Nisaidie. Either hii mimba nizae ama nikufe. Mambo mawili. Hebu shikilia tu hapo kidogo tu, tutarudia utuambie utasurvive. Nitasurvive. Because you're here. Tutarudi wakati mchache tu. Tutarudi. Sasa wakati mimba ilinisumbua sana, ilikuwa miezi 11, niliomba Mungu siku moja, juu siku ikifika saa 8 nilikuwa silali, sitaweza kukaa na sitaweza kulala. Juu nakaa hapa nasikia mtoto ameteremka ako hapa na atoki. So ikawa ni mateso, nikamwomba Mungu, nikamwambia Mungu, sasa unisaidie, either nizae mtoto ama nikufe. Hakuna haja ya kuteseka namna hii. Na Mungu ni mwaminifu, he always sends somebody in my life. So akatuma mtu, sikumjua. After nimeomba hii maombi, the following day tulienda kanisani. Na siku hiyo nilikuwa nasikia kama nitakufa. Usasikia umesmell kifo. Nilikuwa nasikia nitakufa kulingana na vile mambo ilikuwa. Tukaenda ibada ya jioni kanisani. Tukiwa pale pakaja mama na akakuja na mwanaume. Wakaingia, huyo mama alikuwa ni minister of the gospel. Na wakaingia na huyo mwanaume, wakakaribishwa, wakaingia mbele, na mimi juu niko na mimba inatoshana hivi, niliweka kiti huku nyuma nikakaa hivi. Sasa wakaingia mbele, wakati tu ibada inaendelea, huyo baba watoto akawaona na anajua huyo mama. Akasema, tumepokea wageni na tungependa tujue wameleta ripoti gani. Tunawapea wasalimiane kabla ya kila kitu kuendelea. Huyo mama akasimama na akashuhudia, akasema, in fact mimi sikuwa nakuja hapa, na wajua na tumekuwa tukionana, but sikuwa nakuja hapa. Lakini nimewaletea mgeni wenu. Kumbe wakati niliomba Mungu alituma mtu kutoka Uganda akuja niombee ndio niweze kuzaa. All the way from Uganda. Mtu hajaika nyanga Kenya tena. So akakuja na akasema nimeleta mgeni wenu. Na akaambiwa ati mgeni wetu yeye, akaintroducewa. Huyo mtu akasimama akaongea Kiingereza. Unajua Waganda wengi hawaongei Kiswahili. Akasema nilisikia tu amesema I'm so and so, alijiita Collins Abi. Hata nikutana naye siwezi mjua. Na I'm a prophet of God and God has sent me to save the life of the mama of this church. That the ones he used to save the life of the mama of this church. Was your husband there? Alikuwa hapo. Na akasema, mama, you are akaulizwa kwanza, unamjua? Akasema ndio, she's seated over there. Mama, umebeba mimba miezi 11 na si kawaida. Because hii mimba amepita. Hii mimba imepangwa ukufe nayo ukienda kuzaa, huwezi zaa nomo. Wow. So leo umengojea labor pain haikuji. Na madaktari wamechanganyikiwa, hata hawajai kuita wa kuinduce. Kwa sababu ni mambo ya kishetani, ni wewe unatakana ukufe. Kwa hivyo Mungu amenituma, ameona kilio chako, amesikia. Na amenituma nikuombee uweze kupona na uweze kuzaa. Akaniambia leo ni Tuesday, mark my words. And the Thursday in the morning you will have labor pain and you will go and give birth the normal way. What was the reaction of your husband? Anajua sasa alikaa akainama hivi. Aliinama hivi, hakuna kitu alisema. Kanisa ikalala kifundi kaanza kulia.
So akaniombea na akasema mimi nimemaliza mission, akaambia huyo mama tuende. Akaenda wakaa kwa hiyo mama. Tuesday, Wednesday ikaisha. Thursday morning. Saa moja labor pain ikakuja. Na nikaanza kumwambia huyu mzee, lakini hakuwa ana take serious. So wakati was he happy about pana hata kushughulika sana. So what happened is akaniacha na hizo maliba zangu, akaenda kwa rafiki yake. Alikuwa anatembea na msichana moja. Akaenda kwa hiyo rafiki. Sasa nikabaki mimi naumwa, nabeba biti kwa nyumba huko peke yangu. Huyo nilizaa mtoto wa kwanza, lakini sikuumwa vile niliumwa huo pili. Nilikuwa nasikia kama mwili yote inakatika. So I fought battles for some time. Na kukatokea kijana mmoja wa kanisa akakuja, alikuja kututembelea kama vile watu utembelea wa mapastors. Ni kama Mungu tu alimtuma. Nikiwa katika hiyo process najikasa asione, lakini akagundua kuna kitu mbaya na mimi. Kaniambia, mama, mimi naona wewe ni mgonjwa. Kwani your days are due? Nikamwambia ndio. Na baba alienda wapi? Nikamwambia mimi sijui mahali alienda. Toka asubuhi na aliniacha hivi. Watoto wengine wako wapi? Maisani ni mdogo. Si mdogo, wameachana tu na miaka 4 na huyo mwingine. So na katika hiyo miaka 4 ndio nilikuwa natafutia mtoto wa pili au wengine wakitoka. So nikamwambia kitu utafanya, kulikuwa na bishop alikuwa anasimamia mapastors wa hiyo eneo. Enda kwake umwambia nipe ngali niende hospitali. So akaniambia ni sawa, wacha aende. Akakimbia. Huyu hajakuja bando. Alijua kile anataka kifanyike. Na katika process nikiendelea tu kung'ang'ana na kuomba, wakakuja wamama wa kanisa watatu. They were very strong women, very prayerful. Na wakaja wakakuta niko katika hiyo shida. Kama tuseme ni Mungu amekutumania. Ni Mungu tu aliwatuma. So they came, wakakuta niko katika hiyo hali, wakaniosha na wakasema tunataka tukupeleke hospitali. On the process huyo kijana akakuja na ripoti ya kwamba ngali ya huyo bishop si nzuri, lakini amepeana pesa, shika ukomboe ngali uende hospitali. So wale wamama wakaniosha, wakanibalisha nguo, wakanipanga, wakanibalisha, tukaenda. Na sasa hiyo wanasema hatukujua kama pastor yetu anakuanga na utoto hivi. Sasa hiyo wanaongea hivyo. Gohosa wa mjui hivyo. How can you leave your wife? Tukaenda hospitali. Unajua niliumwa kuanzia saa 1 na linienda kufika hospitali saa 12. Yes. So nikakimbizwa, nikaenda kuingiza kwa labor ward 2 na kuanza kuzaa. Na nilipiga nduru hiyo hospitali juu nilikuwa nasikia uchungu, nilikuwa nasikia kama naenda. Na kweli nilizaa. That was a miracle. Nilizaa normal. Lakini I fought a battle katika hiyo. Na madaktari wote nilikiamka nilikuta madaktari wote wamenisingira. Na mmoja mama akaniuliza, mami, mbona mpiga nduru hivyo? Kwani nikamwambia mimi kile kitu nilikuwa naona ni kifo. Wacheni kuniuliza maswali. Na nilipomalizana nao, huyo mtoto alizaliwa peke yake, alikuwa msichana kwa hospitali mzima. Hao wengine ni vijana. Wakachukua mtoto wakaenda kumshughulikia. Mimi nilibaki nikachukuliwa na usingizi. Na nilipolala, Mungu aliniletea picha ya kile kitu kingenitendekea. Niliona nimekufa na nikazikwa na kale katoto na tukawekelewa maua. Na akaniambia hiyo ndio ilikuwa itendeke. Lakini mipango yangu ni wewe uishi bando, usijamalizana na wewe. Kuna kazi nataka ufanye. So ikaenda hivyo. Nani after that nikaletewa mtoto, nikaulizwa unataka kula nini, nikasema nikakula. The following day that man, I don't know how he came to know, na sikumuita. The one from Uganda. Alikuja. Akasema na mission yangu imeisha, akabariki mtoto na akaenda. Alikuwa ongei mingi. Na akaenda hivyo. Huyo akaitiwa, akapigiwa simu, akaambiwa bibi yako ako sawa, kuja mchukue. Hatukumuona. Yes, I was to ask, where is your husband? Sasa haonekani. So hata pesa ya hospitali mimi ndio nililipa. Anatarokea bila ama what is wrong? Alikuwa tu hataki hizo story, alijua vile alikuwa amefanya. Yes. So sasa nikakuja nikachukuliwa na mama wa kanisa. Sasa hiyo unajua tulikuwa tunalipwa na mkono kwa polisi, hatungepeleka pesa banki juu ilikuwa kidogo. So nikatumana mama mmoja wa kanisa akaenda kunichukulia mshahara, nikalipa bill, nikatoka. Kwenda kwa nyumba, huyo mtu alikuwa ameleta ule mwanamke anatembea naye, akalala naye hapo. Na sasa hiyo Mungu alikuwa amezungumzia mama, akakuja mama yangu. In your house? Na akakuta hiyo kisanga. Sasa nilipofika akakaa kidogo na mama akaniuliza,
na huyu mwanamke alilala hapa ni nani kwenu? Nikamuuliza alilala wapi, ndiye akanieleza. Nikamwambia wachana na hiyo na watu. In your matrimonial wherever. Alikuwa anafanya hiyo vitu. So tukamaliza hapo, lakini kitu ilinishangaza hakushika huyo mtoto hata kumkaribia. Hata kumuona. Alimuona tu na hakushughulika. Ni huyu mtoto wa kwanza aliniambia mami nifungulie mtoto nimuone. Alikaa kwa sababu kuna vile alikuwa amefanya. So ilibidi aende safari arundi ndiye akuja ashughulike na mtoto yake. Na mahali alienda hiyo safari Misri. So katika ile kuwaza na kuomba, Mungu akanifunulia ile mambo ilikuwa imefanywa sisi tukufe. Haijafanyika. Huyo juu hii kusucceed angekaribia mtoto kabla aende huko, yeye ndiye angekufa. Kwa hivyo ilikuwa sacrifice. It was to sacrifice. So sinakwambia alikuwa ameambiwa akini sacrifice mambo yake itakuwa sawa kwa mambo ya rohoni. So ikawa hivyo na ikaisha hivyo, akakuja na akaendelea na mtoto wake, na mimi nilikuwa siendi, bado niko. Hata akifanya nini siendi, niko hapo tu. Hautatoroka. Mpaka wakati ule Mungu mwenyewe tu alitaka niende. But ile kitu ilikuwa inapigwa ni huduma. So tukaendelea tukakaa. Sasa hiyo niko kazini tu. Unajua story ya kazini hiyo tulipeana, tutarudia. Niko kazini. Baadaye tukakuja tukaachana. Na tukiachana unajua kitu gani ilikuwa imefanyika? Itafika hapo aje. Hata nilikuwa nimetry kujiua sana. Because ile mateso nitafanywa hata na hiyo mtoto, wanawake kuletwa kwa nyumba sijui nini. Ukiona hivi si wataletwa hata kwa kitanda yangu. Kwani unafikiria ni mchezo? So I went through a lot. Na ikawa sasa mahali imefika sasa mimi nataka kutoka hapa. Nimechoka. Watakuja kwa hiyo nyumba. Wafanye vituko zao ukiwa. Hata kama siko atakuja nikute. Unajua saa nyingine atataimu niende. Na wewe ni askari? Lakini Mungu hakuniruhusu nifanye kitu. Ni siku moja tu nilisikia kama nitaua, lakini Mungu akaniambia kumbuka bwana. Akaniambia kumbuka wewe ni mtumishi wangu na nimekwambia kuna kazi nataka ufanye. So don't try to do this, I will fight this battle for you. Hapo ndio nilikuja kujua hata kuna vitu alikuwa anatumia hiyo mambo ya kwenda huko safari na kuja. Ndio afanye hizo miujiza na anafanya usherati na zifanyike. Ni sababu kuna nguvu alikuwa amepewa, na kila wakati watu wakikuja kulala kwetu walikuwa wanaona nyoka, lakini mimi sioni. But one day I prayed until God showed me the snake. Alikuja kutoka safari mission. Tukalala naye, akakuja tukalala mchana. Alafu sasa tukiwa tumelala juu akikuja yeye anataka kitanda. Nikasikia kitu imetufungua hivi kama nyoka. Ikatufungua. Unajua sasa hata wafunga. Tulikuwa tumefungwa, sasa tumefunguliwa. Alikuta kama nimetoka kwa mlima wa maombi. Na tulikuwa tumeomba na pasta mwingine akaniambia bwanako akija, kuna mambo utayaona na uyajui utayaona hiyo siku. Na hapo ndio utafunguliwa. Na kwa sababu Mungu anataka kuanza na wewe mwanzo mpya. Tulikuwa tumefunga na yeye 21 days. Na ni mtu tu alitumwa na Mungu pia, ni mtu nilikuwa namjua, lakini katika process alitumwa. So tukiwa tu hapo anataka tucheze michezo yetu hapo. Akikuja na mara ya kwanza akikuja hata akute ni nini ni kitanda. So tukiwa hapo katika mara ni romance nini, nyoka itatufungua. Niwe utahisi. Mimi nitahisi nyoka imetufungua. Yani kitu ilikuwa imetufunganisha na imetufungua. Sasa nikastuka. Hata ile mambo ilikuwa inatendeka ikasaulika, nikamuuliza umesikia kitu? Yeye akakaa amestuka. Alisikia hata yeye? Hata yeye alisikia. Sasa akaniambia yeye nimesikia. Nikamuuliza kama nini, akaniambia kama nyoka imetufanya hivi. Kama ni alikuja naye. Unajua sasa kama alikuwa ameenda akapata hizo manguvu si hizo tu. So zimetufungua. Sasa hapo unajua sasa tumeseparatiwa. So hatukuendelea na mambo mengine tena, niliamuka nikaanza kufanya mambo mengine, nikasabu ile chakula hata wakati huo. Bado nitaendelea kukaa. Ningetimua bio. Sikuenda. Mungu alikuwa amenipea strength, but sasa nilitaka kujua saindi ya hiyo mambo. So I prayed God. Lazima utafikiria what was that. I prayed God, I want to know what is operating in this house. And if this man is operating with
evil powers I want to know how they operate. So akakuja kwa sababu kila wakati alikuwa ananiangalia, ananichukia, anataka tu kuniua. Hakuna, nakumbuka unajua mimi sishukangi rastas hata kama unaniona na hizi. Because kuna siku aliniambia nywele ndio nalinganga naye, akang'oa rasta zote kwa kichwa. Tukikosana kama nimevaa nguo na watu waniambie niko smart, hiyo ndio ya kwanza kukatakata ama kuchoma. So I went through all that. Na bado mko na I tried to commit suicide 3 times. Ngonda akakataa. Ya mwisho nakumbuka hata nilikuwa na hiyo mimba. Lakini dada yangu juu alikuwa akaniwekea maziwa, nikatapika. Nikaamka. So nataka kukata hapo. Sasa nikasema Mungu, nataka kujua ni nguvu gani huyu mtu anatumianga, juu leni nilikuwa hata nimepewa signal na mtu fulani wa kwao anamjua. So usiku huo Mungu akamfanya alale, akalala kabisa ajielewi. So God started revealing to me the powers that he has been using. So mara ya kwanza niliona jitu simekuja, mimi nimekaa tu. Niko hivyo nimeketi. Si ninataka kujua ni nini kinaendelea. Jitu zinakuja nene, zinataka kunimeza. Simefungua mdomo, unaona kama ni shimo. So kwa sababu Mungu alikuwa amenipea nguvu, na mimi nikakemea. Nikasema kwa jina la Yesu, maroho ya majini. Yeye amelala. Amelala, uko awake. Si Mungu ananionyesha vitu zake. Usiku. Ilikuwa ni kama saa 8. So nikasikemea, sikayeyuka na sikapotea. Nikasema Mungu, nataka nijue ni vitu gani zingine ziko ambao anatumia na sisijui. Wakakuja wanawake wawili, mmoja ni mrefu, mwingine ni mfupi. Na ninaziona tu hivi. Na hao watu yani life ama umelala. Si nimeitisha Mungu anionyeshe ni vitu gani zinaoperate hapa. So hao wakakuja, mmoja ni mrefu sana, sioni mwisho wake, na mwingine ni kadwafu. Nikasema na nyinyi mmetumwa kufanya kazi gani hapa? Sisi ndio tunakuranga watoto wako na tulitaka tukutese mpaka ukufe. Nikasema kwa jina la Yesu, majini nyinyi ya wanawake, tokeni kwa hii nyumba muende. Sikafanya hivi, sikapotea. Yeye amelala tu. Amelala, Mungu amemlalisha. Ingine nikasema Mungu, sasa nataka nijue ni vitu gani tena zimebaki hapa. Reveal to me. Kichwa ni ng'ombe, huku ni skeleton na kinafanya hivi. Huyo ni wetu, sisi ndio tunamtumianga kufanya usherati, na hao wanawake analala nao, hakuna mtu atakuwa na destiny mzuri. Nikakemea, kikapotea. Hizo zote ni fight. Yani unasiona hivyo, you know. Sasa sisi ndio tunampeanga nguvu za usherati ili apate nguvu ya kufanya ile mambo anataka kufanya. Akijifanya yeye ni mhubiri. Sasa hiyo nikakemea, ikaenda. Sasa nikasema Mungu, nataka nijue ni kina nani wengine wamebaki hapa na nikasikani na wewe usituki. Hapana, sasa hiyo nimepewa nguvu. Wakakuja askari wa jeshi, wanapiga risasi wakapiga huko kwa nyumba, nasikia na ninawaona. Na ni timu. Nikawauliza, na nyinyi mmetumwa mfanye kazi gani hapa? Akasema huyo ni wetu, na asipoachana na wewe, manake tumejaribu kukuua, yeye ndiye atakufa. So nikakemea na hao wakati. Unakemea, amelala tu. Aski hata anangorota na hakujua mpaka wale. Labda ako mbali sana. So wakati nilijua mambo yote ndio nilipata nguvu, nitaacha huyu mtu hata kama nampenda aje. Tukamali sana na hiyo. Na nikaendelea na maombi, na ule pastor alitumwa. Tulipoomba sasa, ikafika siku ikawa kitatokea kisanga ndio nipate njia ya kumwacha nayo. Kuna msichana tulikuwa tumehubiria akaokoka, alafu tulimtoa kwa sugar daddy na tukamfunza mambo ya Mungu. She was very beautiful. She was a cute. Lakini sasa kwa sababu alikuwa ana kazi na amewekwa na kimzee, ilibidi kama mama nimtafutie kazi. By then kulikuwa na hizi simu za jamii. So nikamtafutia kazi kwa moja ya hizo. Zilikuwa nyingi huko mali tulikuwa. Sasa akapata. Alafu sasa juu hakuwa na nyumba, nikamuunganisha na mwingine tu alikuwa wa kanisa. Wakaanza kukaa na yeye. Alikuwa anajua hizo nyumba. So sasa hiyo si mimi nanyonyesha mtoto. Asubuhi anaenda, anatoka, ananiambia anaenda morning glory. Siku moja akatoka. Na akitoka aende morning glory arudi nyumbani mapema. So anapitia kwa shirika huko. Anaenda kwa wale anatembea nao hao wanawake.
akaenda kwa huyo msichana. Akaenda akamgonga gongea, akiuliza ni nani, akasema usiongee sana, watu wananijua hapa. Fungua mlango, fungua mlango. Akifungua mlango aliingia na msichana ameshika hapa. Akaingisha kwa kitanda. Aya, ukiona sikukuwa sasa, si ni story ya msichana. Akarepu yeye, hiyo ndio sasa ilimmaliza. Akamrepu. So bila alimrepu, unajua saa hiyo atakuja hata anisukume, na mimi nikiambiwa kitu nafanya. Tutahama hapa tuende mahali pengine, hatutakaa hapa. Nikamuuliza iko ama ya haraka ni nini? Akaniambia hapana. Kumbe huyu msichana alikazirika na kaanza kusambaza hiyo maneno huko mahali, na unajua tuko na kanisa huko ya over 1000 people. Apostle, naona hii story ni mrefu sana. Sijui tutafanya nini. Ni kama ndio imeanza. Director wetu naona masaa yake ni kama imeisha. Can you come another day? Naweza kuja. Yes, I think we can have part 2 of this story. Mrefu ni kuambia. Juu bado hatujui unafanya kazi gani, hatujui ulitoka huko aje. I think we are going to invite Apostle Faith so that we can do part 2 next time, maybe tomorrow. And till next time, we are out. God bless you.